Chuo bora cha biashara. Unataka kujua zaidi? Unapenda burudani? Au unataka sauti yako isikike? Hapa ndipo mahali pake. Campus Live. Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania. Yes, mpenzi mtazamaji wa CB Television, karibu siku nyingine tena katika ile show ipendayo ya Campus Live, show ambayo inakwenda kukujuza mambo mbalimbali. Lakini show yetu inakuwa imebeba segmenti tatu. Kuna segmenti ya Elimika na Kimbweta, segmenti ambayo inakwenda kumpa nafasi mwanafunzi kuweza kujadili mada mbalimbali. Lakini katika wiki hii katika Elimika na Kimbweta tunasema ujasiriamali na masomo kwa wakati mmoja. Lakini pia kuna ile segmenti ya Titi for Tati ambayo inakwenda kuwapa fursa wanafunzi kuweza kuulizwa maswali ya papo kwa papo na kuweza kuelewa uelewa wao wa haraka haraka. Lakini pia tuna segmenti ya tatu ambayo inakwenda kwa CB Up to Date, segmenti ambayo tutakwenda kuangazia kipi kimejiri katika masuala mazima ya kitaaluma, masuala mazima ya uongozi hapa CBE. Na wiki hii tutakwenda kuangalia lile tukio ambalo kamati ya kudumu ya bunge imeweza kutembelea chuo cha elimu ya biashara kuangalia miundombinu mbalimbali, ikiwemo lile jengo jipya linaendelea kujengwa la vipimo na viwango. Usiondoke, langu jina ni Ali Daudi. Don't move, kaa nami mwanzo mpaka mwisho ujue nini nimekuandalia. Campus Live. Okay, mpenzi mtazamaji wa CB Television, karibu kwenye ile mada yetu au segment yetu pendwa ya Elimika na Kimbweta. Na leo tutakuwa na mada inayosema ujasiriamali na masomo. Wanafunzi wanaweza kujihusisha vipi na ujasiriamali huku wakiwa wanasoma, hususan hiki ni chuo cha elimu ya biashara. Kwa hiyo kama ni chuo cha elimu ya biashara, basi naamini kabisa wanafunzi ukiacha tu kusoma watakuwa wanajishughulisha na biashara mbalimbali. Tutapata kusikia wanafunzi wana mitazamo gani. Je, nini kifanyike ili wawe wanajihusisha na biashara lakini wakati huo wakiwa wanafanya vizuri kwenye masomo. Usiondoke, kaa nami mpaka mwisho. Na hapa leo niko na wanafunzi wa kozi mbalimbali, lakini pia ni wana miaka mbalimbali hapa chuoni. Watapata kutuambia uelewa wao juu ya umuhimu wa ujasiriamali huku wakichukua masomo yao kila siku. Karibu. Mimi nina swali moja, sawa? Kuna umuhimu gani mwanafunzi kujihusisha na ujasiriamali wakati huo anachukua masomo yake ya kila siku? Okay, jina langu naitwa Kelvin Kalokola Godfrey, ni mwanafunzi halali wa chuo cha elimu ya biashara CBE. Mada ambayo ipo mezani ni kuhusiana na umuhimu wa wanafunzi kujihusisha na ujasiriamali mdogo mdogo kipindi wapo vyuoni. Ningependa nizungumzie kwamba kwa upande mmoja kwamba kwa mfano wanafunzi tunapata boom, lakini ile boom tunayoipata huwezi kusema kwamba utaihifadhi kuanzia ile mwezi wa kwanza ulipoipata mpaka mwezi ule wa mwisho. Hapana, hutaweza. Lakini ukiwekeza kwenye biashara ndogo ndogo inakusaidia sana kuweza kuhifadhi ile fedha kwenye biashara ambayo itakusaidia baadaye katika matumizi yako ya baadaye. Lakini umuhimu mwingine ni muhimu sana kwa vijana ambao tunajifunza, ambao tunatamani kuwa wafanyabiashara wakubwa, kwa sababu ni tofauti mtu ambaye ameanzisha ujasiriamali mdogo mdogo. Kwa mfano mimi hapa nauza kalkuleta, ninauza ubuyu. Ni muhimu sana kwa sababu unajifunza namna ninavyopata hasara, namna ninavyopata faida, na namna ninavyoanguka kwenye biashara yangu ndogo ndogo na ninavyonyanyuka. Inanifundisha sana. Hata nikija kwenda mtaani nikaanzisha biashara kubwa, nitakuwa nishajifunza huko mwanzo. Kwa hiyo umuhimu unanisaidia sana mimi kama kijana kujifunza. Hata kama nipo chuoni ninasoma, lakini inanisaidia mimi kama kijana kujifunza namna ya kugain risk, namna ya kumitigate risk katika biashara hii ndogo ndogo. Hata nikija kupata biashara kubwa itanisaidia sana sana mimi kama kijana katika kumanage hiyo biashara kubwa, kwa sababu hii ndogo nimeiweza. Lakini ni tofauti na yule ambaye hajaanza kabisa.
ni tofauti kabisa, kwa sababu yule ataenda kuanza moja kwa moja, ajui namna ya kupata faida, ajui namna ya kumitigate riski katika biashara yake. Lakini mimi hivyo vyote katika biashara yangu ndogo ndogo ambayo nimeianzisha kipindi nipo chuoni nasoma, nitakuwa nishajifunza tayari na ninajua hayo mambo. Kwa hiyo ndo umuhimu kubwa sana sana. Kwa hiyo nawashauri sana wanafunzi ambao wako vyuo na vyuo vikuu participate, wajifunze katika biashara ndogo ndogo. Hata kama una uwezo, lakini hata ukinunua pipi utajua namna ya kupata hasara, namna ya kupata faida na namna ya kumitigate risk katika biashara yako. Asante. Yes, kama tulivyomsikiliza Kevi akiwa ametuambia umuhimu wa kuanza ujasiriamali unapokuwa maeneo ya chuo, wakati unachukua masomo yako. Ni faida zipi ambazo mwanafunzi anazipata pindi anapojihusisha na masuala ya ujasiriamali? Kwa majina naitwa Yusuf Edwin, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili bachelor, kozi ya manunuzi na ugavi, chuo cha elimu ya biashara. Kuna faida ambazo tunazipata wanafunzi, hususan wajasiriamali ambao tunasoma huku, pia tumeanza ujasiriamali. Na faida mojawapo ni tunatengeneza connection, kwa maana ya soko tunalitanua tukiwa bado tuna biashara ndogo ndogo. Ujasiriamali tunapoanza mapema, maana yake tunajaribu kukuza brandi zetu na majina yetu, watu waelewe kwamba nini kitu tunafanya, na tunatengeneza pia uaminifu. Uaminifu ni faida moja kubwa sana ambayo ukiwa mwanafunzi na ukiwa mjasiriamali unaweza kuwa umeitengeneza kwenye soko lako. Kwa mfano kama mimi ni winga, mjasiriamali ambaye natafuta vitu kwenye machimbo tofauti tofauti, lakini pia na visupply kwa wateja wangu. Hawa watu kesho na kesho kutwa, ndani ya miaka 3 hii wakati nasoma, lakini pia soko langu limekuwa, manake watu wananiamini kwamba kuna kitu fulani naweza nikakipata kwa muda husika nikimtumia mtu fulani. Kwa hiyo hii kama mjasiriamali ukiwa mwanafunzi unaweza ukatengeneza imani kwa watu wako, lakini pia ikakujengea jina kubwa kwenye kutanua soko mbeleni, ambapo ukija kufanya biashara kubwa, umevuka stage ya ujasiriamali, hiyo inakusaidia wewe kama mwanafunzi, na ukishakuwa nje ya wanafunzi basi ukaweka soko kubwa na jina likawa kubwa kwenye biashara. Kwa hiyo pia tunatengeneza imani kwenye soko letu. Asante. Kama tulivyomsikiliza Yusufu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara, akiwa anatuambia zile faida za kuwa mjasiriamali, lakini wakati huo unachukua masomo yako, yani kunakuwa hamna tatizo kabisa, ila zaidi unaongeza ujuzi. Lakini athari zipi ambazo mwanafunzi anaweza akazipata pindi akiwa anajihusisha na ujasiriamali? Naitwa Gerard Novatus, natoka kozi ya accountants mwaka wa kwanza bachelor degree. Ukiangalia kwa wanachuo wengi ambao wanafanya biashara wanajihusisha na ujasiriamali, zipo baadhi ya hasara mbalimbali anaweza kupata, ama baadhi ya hasara mtu anaweza kuwaza. Labda unafikiria nianzishe biashara ya ufugaji wa kuku na mtaji wa shilingi 400,000. Linakuja swali kichwani kwako, je, nikipata hasara? Mbona hiyo ni kikwazo cha kwanza kabisa. Yaani kujiuliza tu, je, nikipata hasara, ni tayari ni hasara. Yaani kujiuliza swali, je, nikipata hasara, wewe unaonesha ni muoga na kweli unaweza ukapata hasara. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo inakupelekea kupata hasara. Na pia zipo baadhi ya hasara mbalimbali ambazo unaweza kwa mara ya kwanza, kutokana na experience ikiwa ndogo, unaweza ukaanzisha kitu fulani, labda kama hiyo ufugaji wa kuku, ukashangaa kuku wote wamekufa, umeona? Au pia pengine, kumbuka, unakuwa una vitu viwili, unasoma pia lakini pia unafanya na biashara, umeona? Labda unaweza ukapata confused, ukajichanganya, shona, kutokana na biashara yako the way labda inataka muda mwingi, itumie muda mwingi. Kwa tunachoshauriwa ni kwamba tutafute biashara ambayo inaweza kutufanya sisi tukapata nafasi nyingi, yani muda mrefu wa kusoma, lakini pia tukapata muda wa kuparticipate kwenye biashara yetu. Kwa hiyo tunakuwa tunatengeneza vitu viwili. Unatengeneza ujasiriamali wetu ambazo unatuingizia pesa za kila siku. Ujasiriamali ni mzuri kwa sababu unaingiza pesa kila siku. Umeona? Kwa hiyo utakuwa unaingiza pesa kila siku, lakini pia ukienda chuoni pia unapata elimu, unaingiza kitu kichwani. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana. Umeona? Kwa hiyo nimetoa kama conclusion kwa overcome hizo hasara, umeona. Kwa hiyo kikubwa ni tutafute zile biashara ambazo zitakupa wewe pati kubwa ya kuweza kusoma na pia ya kuweza kufanya biashara. Asante sana. Kama tulivyomsikia Bwana Gerard akiwa anaelezea sawa changamoto ambazo mwanafunzi
anaweza kuzipata endapo akiwa anajihusisha na ujasiriamali, wakati huo huo akiwa anaendelea na masomo yake. Twende tumsikilize mwanafunzi mwingine akituambia ni ujuzi gani ambao anaweza kuupata akiwa anajihusisha na ujasiriamali at the same time akiwa anasoma. Karibu. Kwa majina naitwa Alfani Hasani na Mtema. Ninasoma kozi ya Procurement and Supply Management, chuo cha elimu ya biashara. Ujuzi ambao ninaweza nikaupata kutokana na biashara ambayo ninaifanya. Kwanza ujuzi ninaweza nikakategorize sehemu mbili. Kuna ujuzi wa maisha ambao ninaupata, lakini pia ujuzi unaotokana na masomo ambao ninasoma darasani. Tukianza na ujuzi ambao unatokana na masomo ambao ninasoma darasani. Kwanza nina adapt yale masomo yote ambayo ninayasoma darasani. Tuchukulie mfano masomo mazima ya supply chain, kwa maana ya kwamba ninafanya kwa vitendo, yani physical, the whole supply chain ambayo inafanyika na watu kwenye taasisi zao ama kampuni zao, ninaifanya mimi mwenyewe. Kwa maana ya kwamba tuchukulie mfano ninafanya ama ninajihusisha na uuzaji na usambazaji wa korosho kutoka nyumbani Mtwara. Kwa hiyo unaweza ukaona ukapata picha kwamba the whole supply chain ambayo inafanyika na taasisi zote ama baadhi ya taasisi ninaifanya mimi kama mimi, kwa maana ya kwamba ninalima mwenyewe korosho, lakini pia ninaisafirisha mwenyewe korosho, lakini pia ninaisambaza, kwa maana ya kwamba distribution mimi mwenyewe and supply. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna vitu tofauti ambavyo ninavifanya mimi mwenyewe, vitu ambavyo ninaviadapt kutoka katika mazingira ya darasani. Tuchukue issue za packaging, ninafanya packaging mimi mwenyewe. Issue za usafiri, kutoa vijijini huko kuleta nyumbani, kufanyia manufacturing na vitu vingine mimi mwenyewe ninafanya. Vitu ambavyo ukiangalia unaweza kuona kama ni ngumu kwa mwanafunzi wa kawaida kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo ninajijengea mazingira hayo, kwa maana ya kwamba siku nikija kuwa na taasisi ya kwangu niweze kuiboresha zaidi na kuwa katika standard iliyoko bora. Lakini tukiongelea issue ya ujuzi wa maisha, kwa kawaida unavyokuwa na vitu vingi ndivyo ambavyo unaweza ama unajitengenezea wakati wa kuenda hivyo vitu na kujua namna gani unaweza ukatatua changamoto ambazo unakabiliana nazo. Kwa maana ya kwamba ninajifunza maisha. Ni kijana mdogo lakini ninajifunza maisha ili kesho na kesho kutwa nikija kuitwa baba, nijue namna gani ninaweza kuenda hizo changamoto ambazo nitakuwa nazo kwa wakati huo. Hizo ndizo ama huo ndio ujuzi ambao ninaupata kutokana na ujasiriamali ambao ninaufanya. Asante sana. Kama tulivyomsikiliza bwana Alfani, kumbe bwana anafanya biashara ya kuuza korosho, anatoa huko mashambani, anakuja pia anafanya usindikaji mwenyewe, all process anaifanya yeye mwenyewe. Bwana ametisha sana. Alfani, kwa hiyo wewe hapo una bidhaa zako kabisa? Yes, bidhaa ninazo. Unazo, unatembea nazo? Ninazo natembea nazo, nimeagizwa lakini zingine zipo nauza. Na tukitaka kuziona tunaweza kuziona? Sawa, zipo. Hebu tuzione. Na hiyo package ndogo kabisa ambayo ni shilingi ngapi? Hiyo shilingi 3,000 tu. Okay. Lakini kubwa yake shilingi 5,000. Hii 5,000. Piga pesa Mnyamwezi. Asante sana. Hiyo ni ina chumvi, lakini kuna hii ambayo imeokwa tu, yani haijawekwa kitu chochote. Na hii nayo ni shilingi ngapi? Na hiyo pia shilingi 5,000, bei moja tu. Hii packaging yake unaiwekaje? Yaani ulifikiria nini kufanya hivi? Okay, kwa kuangalia uhalisia ni kwamba ninatumia kipimo ambacho ni mizani. Kwa maana ya kwamba hii ni gramu 100. Kwa gramu 100 ninaweka kulingana na kipimo ambavyo kinahitaji. Lakini pia hii ni yani unaangalia price kwamba ili mteja aridhike. Okay. Nimwekee kiasi gani? Umejuaje kwamba mimi nikiweka kwenye packaging hii niuze shilingi 3,000? Kutokana na upatikanaji wa bidhaa. Unaweza ukaona sasa hivi nimeweka nyingi kwa kuwa upatikanaji huko mwingi. Lakini kuna wakati pia zinapungua ama bei inaongezeka kutokana na upatikanaji unakuwa ni mchache. Kwa mfano, muda wa mvua inakuwa ni ngumu sana kuzisafirisha korosho
kuzitoa huko mashambani. Kwa sababu ya nini? Climatic condition. Kwa hiyo utaangalia price, nikisema niweke ndogo nitaingia cost. Kwa hiyo unaangalia na uhalisia kwamba nikiweka bei hii nitapata faida kiasi fulani kutokana na mazingira ama nature ya seasonal tunasema mazingira ambavyo yanaruhusu. Asante sana. Mimi leo hapa umepata mteja. Mimi nitachukua hii moja. Hii ndio shilingi ngapi? Hiyo shilingi 3000. 3000 inamtosha hii. Sawa. Hii itamtosha. Asante sana. Na wengine pia mje kumtafuta Bwana Alfani, anapatikana eneo zima hili la chuo cha CBE. Sawa. Ukihitaji tu korosho unaweza kumuona Bwana Alfani, safi kabisa. Hiyo ofisini au mwanafunzi ukiwa darasani unasoma huku unataka kutafuna, muone Bwana Alfani bwana, yuko procurement. Sio? Okay, tunaendelea na topic yetu. Okay, kama tulivyomsikia Mr. Alfani akiwa anaelezea vizuri kabisa ujuzi ambao anaweza kuupata, lakini pia ametuonyesha bidhaa zake kama unavyoziona hivi. Twende kwenye swali lingine. Ni biashara gani ambayo mwanafunzi anaweza akajihusisha nayo wakati huo anasoma huko anafanya biashara yake na asiharibu kabisa? Kwa maana wanasema mshika mawili moja umponyoka. Je, biashara gani ambayo mwanafunzi anaweza akaishika huko wakati huo anaendelea na masomo? Asante. Kwa majina naitwa Amani Abramani Kulila, ni mwanafunzi wa chuo cha CBE, nasoma mwaka wa pili, Bachelor of Business Administration. Swali ambalo limeulizwa ni kwamba ni biashara ya aina gani mwanafunzi anaweza akaifanya angalikuwa akiwa anaendelea na masomo chuoni, ili asiwezi kuathiri shughuli za kimasomo. Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa angalie ni kwamba yeye ana uwezo upi kwa namna ya kumanage biashara ambayo anataka kuifanya, lakini pia na kumanage masomo. Kwa upande wa kuangalia ni biashara gani ambayo unaweza ukaifanya, ni kwamba ni lazima uangalie fursa, yani kwamba kuna fursa zipi katika eneo ulilopo. Je, hiyo fursa ukishaiangalia zeni ndio inatakiwa uanzie hapo kwenye hiyo fursa ambayo ushaiangalia. Kama tulivyomsikiza Mr. Amani akiwa anatuambia ni biashara gani ambayo mwanafunzi anatakiwa aichague ili iende sambamba na masomo yake. Mr. Amani, wewe unajishughulisha na biashara gani? Mimi najishughulisha na uuzaji wa electronics, lakini pia kuna bidhaa za ziada ndogo ndogo kama nauza peni, kuona natembeza na kupata muda wa ziada ule ambao sihusiki na masomo. Okay, kwa hiyo una bidhaa zako huo unatembea nazo kabisa. Ndiyo. Kama ziko wapi? Kwa mfano hapa niko na kifaa kimoja, hii hapa inaitwa ni phone stand ambayo inatumika kwa ajili ya kuwekea simu wakati mwanafunzi akiwa anasoma. Kwa hiyo hii inamrahisishia yeye kuweka simu yake vizuri wakati huo akiwa anaendelea na masomo. Yeye amewatarget tu wanafunzi wakiwa wanasoma, lakini hiyo simu unaweka kwenye stand. Lakini pia kuna watumishi wakiwa maofisini wanafanya kazi, lakini simu pia zinakuwa kwenye stand zao. Kwa hiyo unapiga miguu yote, si ndio? Asante sana Mr. Amani. Yes, kama tulivyomsikia Mr. Amani akiwa anatuelezea biashara ambazo mwanafunzi anaweza akachagua ili aweze kwenda sambamba na masomo yake, kwa sababu unaambiwa pia usipouanika utautwanga mbichi. Kwa hiyo ni lazima ujue biashara gani ambazo unaweza kuchagua wakati unasoma. Twende kwenye swali lingine. Ni kwa jinsi gani mwanafunzi anaweza kumanage muda wake katika kusoma, lakini wakati huo akawa anafanya biashara pasipo kuharibu ratiba ya kwake? Kwa majina naitwa Philip John, ni mwanafunzi wa CBE. Mwanafunzi kufanya biashara ni jambo nzuri, lakini pia ni jambo pia nzuri kuhudhuria vipindi. Kwa namna ambavyo anabidi ya balance muda wake. Kwa mfano, inatokea kuna lectures wengine anahitaji wanafunzi wawepo darasani, wawepo kwa vipindi ili awagaie assignments. Kuna muda mwingine ni quiz. Kuna huyu lecture anagawa quiz tu, yani kila kipindi chake ni quiz, na hiyo quiz ndo anahesabia kwenye coursework. Hivyo basi mwanafunzi naye anabidi aangalie ratiba yake inakaaje. Kwa hiyo anabidi awe ana balance muda, yani asidoji vipindi, na pia muda huo pia azingatie vizuri kwa biashara zake. Kwenye assignment, akigaiwa assignment afanye assignments.
quiz, akipewa quiz afanye quiz, akipewa group assignments afanye group assignments, yani afanye kazi zote zile za ma lectures. Kama ni test, siku za test zimetangazwa afanye, lakini pia azingatie kuhusiana na biashara, kwa sababu ni kweli sisi ni vijana tunajipambania, tutafute ambacho inaweza kutusaidia tuweze kupata chakula, kwa sababu muda mwingine sio lazima waombe wazazi hela ya chakula. Kwa hata ukijipambania wewe mwenyewe hela ya chakula inaweza kuwa ni jambo nzuri, lakini pia tusisahau kusoma, kwa sababu cha muhimu sana kilichotuleta chuo ni kusoma. Ya kwangu ni hayo. Na kama tulivyomsikia Bwana Filipo akiwa anatuambia namna ya kumanage, lakini amesisitiza pia tusome sana. Sawa, wakati huo tunatafuta hela. Issue nyingine ni ushauri wako. Sawa, ushauri wako, kwa maana tumeshaona faida za ujasiriamali huku unasoma. Ushauri wako ni nini kwa wanafunzi ambao wana sita au hawajihusishi na masuala ya ujasiriamali, na ukizingatia hiki ni chuo cha elimu ya biashara? Asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa Kudio Peter Mgimba, wa kozi ya Bachelor Degrees in Entrepreneurship and Innovation, ni mwaka wa kwanza. Nipende tu kuwashauri wanafunzi ambao hawajihusishi katika biashara yoyote, kwa sababu unapojihusisha katika biashara katika miaka yako mitatu ya chuo inaweza kukupatia uzoefu fulani, experience. Yani unapofanya biashara chuoni ndivyo biashara yako ambayo utaifanya kwa mtaani, na pia kile kidogo ambacho unakifanya ukiwa zako chuoni ukiwa zako mtaani kitakuwa ni kikubwa zaidi, manake kitaweza kuendelea zaidi, lakini usipofanya kitaweza kushuka zaidi, na pia utashindwa kabisa namna ya kufanya biashara yako. Asante. Yes, mpenzi mtazamaji wa CB Television, nadhani kama ulivyosikia kwenye hii segment yetu ya Elimika na Kimbweta, sawa, tumepata kusikia maoni mbalimbali kutoka kwa wanafunzi, ushauri, ule faida za kujiajiri ama kufanya ujasiriamali huu wakati huo wanachukua masomo, lakini pia wametoa njia mbalimbali za namna ya kuweza kuendesha ujasiriamali wako, kwa maana ya kujiajiri, kufanya biashara ndogo ndogo hata kubwa pia kama inawezekana, huku ukafanya vizuri au ukafanya poa kwenye masomo yako. Waswahili siku hizi wanasema tunamtukana mamba na mto tunavuka, lakini pia tunashika yote mawili na hakuna linaloponyoka. Endelea kukaa nami mpaka kwenye segmenti inayokuja. Langu jina ni Ali Daudi. Don't move, stay tuned. Campus Live. Na mpenzi mtazamaji wa CB Online Television, kama ulivyopata kuwasikia wanafunzi wakiwa wanatoa mawazo mbalimbali juu ya kujiajiri kwa wajasiriamali, lakini wakati huo wanachukua masomo yao. Ugumu uko wapi? Changamoto nini? Faida zake wamepata kutueleza. Lakini leo nimepata kumtembelea mkuu wa kitengo cha atamizi ya biashara Dr. Mwarukasa, ili aweze kutuambia zaidi chuo kama chuo kina mipango ipi ya kuwasapoti hao wanafunzi ambao ni wajasiriamali, wanatamani kujiajiri, lakini wakati huo wanachukua masomo yao. Karibu. Na daktari, tumepata kusikia wanafunzi wanavyofurahia wakiwa wajasiriamali, lakini wakati huo wanachukua masomo yao. Na pia wametoa baadhi ya ushauri wao, sawa, kwa uongozi wa chuo na kwa wanafunzi wenzao pia, kuhusiana na umuhimu mzima wa kujishughulisha na masuala ya ujasiriamali, lakini pia wakati huo unachukua masomo kwa wakati mmoja. Nakuja kwako, chuo kama chuo kina utaratibu gani au kimeweka njia zipi kuhakikisha wanafunzi wanakuwa wabobevu kwenye ujasiriamali na masuala mazima ya biashara, wakati huo wakiwa wanasoma hapa chuo cha elimu ya biashara? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Naitwa Dr. Boniface Emmanuel Mwarukasa, ambaye ni mkuu wa kitengo cha incubation hapa chuo cha elimu ya biashara. Chuo chetu kwa kweli kinajali sana wanafunzi wake. Katika mwaka wa masomo 2021-2022 kilianzisha kitengo ambacho kinadili na kuwawezesha wanafunzi kukuza mawazo yao ya kibiashara,
na ujasiriamali, na vile kwa lengo la kuyageuza hayo mawazo yawe biashara halisi. Kwa kupitia programu hii, wanafunzi hupewa mafunzo ya ujasiriamali na ubunifu pamoja na ushauri na ujuzi wa kuandaa mipango ya biashara, kusimamia fedha na kuwaunganisha pia na fursa za masoko, mitaji na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo chuo kimeanzisha mpango huu mahususi kwa lengo hilo kwa wanafunzi wa CBE. Nashukuru sana. Naam Dokta, asante sana kwa maelezo hayo. Lakini mpaka sasa hii programu yenu au mpango wenu wa tamizi umefanikiwa kuwafikia wanafunzi wangapi ambao wanafanya biashara zao au jasiriamali, lakini wakati huo wanaendelea na masomo yao? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Hadi Februari 2026, yani 2026, jumla ya vijana wabunifu 1079 wamesajiliwa katika hii program, na kwa mwaka huu wa fedha tumepata vijana zaidi ya 301 ambao wamejisajili katika hii program, na wao wako katika level tofauti. Kuna ambao wako katika level ya maandalizi ambao ni kama vijana 179, na kuna ambao wako katika hatua ya tamizi ambao ni vijana kama 63, na ambao wako katika hatua ambayo inaitwa post incubation, yani hatua ya baada ya tamizi, wako kama 41. Kwa hii ni idadi kubwa ukilinganisha na umuhimu wa hii program yenyewe ambayo tunaenda kuitoa, japokuwa tunaendelea na uhamasishaji kuwawezesha vijana wengi zaidi waweze kujiunga na hii program. Na hii program ina cover campus zote za CBE, yani Dar es Salaam ambayo ndio main campus, kujia Dodoma, Mwanza na Mbeya. Na hadi Februari 2026 jumla ya vijana wabunifu 1079 wamesajiliwa katika program hii, na katika mwaka huu wa masomo peke yake vijana 301 wameweza kujiunga na hii program, na hao wa katika ngazi tofauti tofauti. Kwa mfano kuna vijana 197 ambao ni 65.5 wapo katika hatua ya maandalizi, yani pre-incubation. 63 ambao ni 20.9 wapo katika hatua ya tamizi, yani incubation, na 41 ambao ni 13.6 wapo hatua ya baada ya atamizi, that means post incubation. Asante sana daktari kwa maelezo yako. Naamini walengwa watakuwa wamesikia na ujumbe umewafikia na wamepata kuelimika pia na kujua nini kinaendelea ndani ya CBE katika kukuza au kuendeleza wajasiriamali, hususani hiki ni chuo cha elimu ya biashara. Nini ushauri wako au rai yako kwa wanafunzi ambao hawataki kujihusisha na masuala ya ujasiriamali? Sawa, nimestaki sehemu. Nini ushauri wako ama rai yako kwa wanafunzi ambao bado hawajagundua fursa za kujihusisha na ujasiriamali wakati huo wakiwa wanaendelea kuchukua masomo yao? Asante sana ndugu mtangazaji. Hii program ni daraja la muhimu sana kati ya elimu ambayo wanaipata wanafunzi darasani na vitendo, kufanya vitendo, yani kufanya kama ni biashara, kufanya kwa vitendo, kama ubunifu, kufanya kwa vitendo. Kwa ni natoa rai kwa wanafunzi wote watumie hii fursa, sababu ni fursa chuo kimetoa bila gharama ya ziada yoyote. Wajiunge na hii program, itawasaidia katika maisha yao ya baada ya masomo na kuweza kupata ajira. Tunajua kuna changamoto ya ajira, kwa hiyo itakuwa ni fursa kwao kupata ajira, kujiajiri na kutengeneza pesa na kuinua uchumi wa taifa letu. Kwa nawakaribisha sana wawe sehemu ya hii program, kwa sababu chuo kinaingia gharama kubwa katika kuhakikisha kwamba vijana wanapata hii elimu. Karibuni sana.
Na mpenzi mtazamaji wa CB Television, hususan mwanafunzi unayetufuatilia kupitia kipindi hichi cha Campus Live, naamini umeweza kupata njia sahihi, umepata maelezo mengi kutoka kwa mkuu wa kitengo cha atamizi na biashara. Nasemaje, usipouanika utautwanga mbichi. Wakati ndio huu, changamkia fursa ya kuwa mjasiriamali, wakati huo unaendelea na masomo yako. Campus Live. Na mpenzi mtazamaji wa CB Television, sasa karibu kwenye ile segment uipendayo ya TT430, segment ambayo inakwenda kutoa fursa ya kujua uelewa wa wanafunzi juu ya maswali ya haraka. Karibu, usiondoke, don't move, stay tuned, baki na mimi mwanzo mpaka mwisho. Bwana, mambo vipi? Mwanangu, kama kawaida. Inakuaje? Kama kawaida. Unaitwa nani? Mimi naitwa Frankie. Yes. Okay, mambo? Poa. Unaitwa nani? Elioti. Miss Elioti. Kuna uhusiano wako kati ya wewe na Miss Elioti? Hapana. Frankie, hapa una milioni 10 afu hapa una PhD. Unachagua kipi? Kwa hali ya sasa hivi utachagua milioni 10. Okay? Yes. Sawa. Unaitwa nani? Miss Elioti, niambie vile. Au Elioti? Hivi Elioti, hapa una milioni 10. Alafu hapa una PhD. Sawa. Chagua moja hapo. Analuka na milioni 10. Unaruka nayo milioni 10. Shukrani. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Hadija. Hadija, naomba kirefu cha Activate. National. Bado una load. Dubai. Mambo? Poa. Niaje? Safi. Unaitwa nani? Hafsa. Uko Hafsa. Uko kozi gani? DIT. Kirefu chake ni? Bachelor Degree of Information Technology. Wakanga? Wa kwanza. Naomba kirefu cha NTA. Kuna kidemu. Niacheni afisa wangu. Goodbye. Mambo? Poa. Uko poa? Poa kabisa. Unaitwa nani? Ali Hassan Mrisho. Ali, wajina kabisa huyu. Majina Ali tunakuaga na akili. Eti Ali, nikuuliza swali moja. Wewe uko NTA ngapi? NTA level ngapi? 7. NTA level 7. Sasa nataka kile kirefu cha NTA. Goodbye. Bwana, mambo vipi? Poa vipi? Unaitwa nani? Jackson Michael. Ndio. So Michael Jackson. Sio Michael Jackson. Ya, okay. Hapa una milioni 10 afu hapo unaambiwa unapewa PhD. Unachagua nini? Hapo kwa mimi nitachukua PhD. Nitachukua milioni 10 sio PhD. Maana PhD ukinipa hiyo PhD nitaenda tena kutafuta hizo milioni ngapi? Kwa hiyo ni bora nichukue hizo milioni 10 niende nikaendeleze maisha kwa kutumia hizo milioni 10. Maana hata nikichukua PhD, sababu kubwa ya kusoma ni kutafuta hela ili kanisaidia kwenye nini? Kwenye maisha. Kwa PhD is just like kwa ajili ya kutafuta tu hela, hakuna kingine. Shukrani. Mambo zenu? Mko poa? Ustaz, assalamu alaykum. Uko kozi gani? Business and lakini mnasoma mambo ya marketing hivi. Kweli? Hebu nipe kirefu cha STP. Kirefu chake ni segment, targeting na position. Kweli? Campus Live. Yes, mpenzi mtazamaji wa CB Television, tupo kwenye ile segment yetu ya TT430 ambapo tunakwenda kuulizana maswali mbalimbali ya hapa na pale. Mtu anaweza akajibu, akapata au akakosa, lakini pia tunaangalizia vipaji ambavyo vipo ndani ya chuo cha elimu ya biashara kwa maana ya CBE. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Ni aje? Fresh. Mbona umepoa hivi? Amna good kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Gerald ama ananiita White Tiger. White Tiger. Yeah. Okay. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Hilda. Hilda, upo kozi gani? Niko kozi ya Bachelor of Entrepreneurship. Okay. Naomba kirefu cha ChatGPT. Kirefu chake ni conversational generative pre-trained
Huyu kagugo. Hapana. Huyu kagugo. Anyway, sawa. Asante sana. Umejuaje? Unajuaje? Napenda kufuatilia sana vitu kama hivyo. Unaonekana mbobezi wa ChatGPT. Umepewa swali kidogo umetumbukiza kule. Sana. Okay. Sawa. Kwa nini unajiita White Tiger? Najiita White Tiger kwa sababu White Tiger ni mnyama ambaye shujaa. Kwa White Tiger ni jina la kishujaa. It means kwamba na White Tiger ukiangalia ni species ambazo duniani zinakaribia kupotea. Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mimi nitabaki lakini rappers wengine watapotea kwenye game. Sasa nilikuwa najiuliza kwa nini White Tiger? Kumbe ni msanii mambo ya kurap sio? Yeah. Umetisha sana. Kwa hiyo unaweza ukatupa demo hata kidogo hapa? Yeah, of course. Oi. Jamaa anataka kuchana. Achane asichane. Na biti hiyo hapo hiyo. Karibu White Tiger. Listen. Yo. Listen to me right now. Yo, TZ rap in the new generation. TZ rap need the competition. Best rap in the world is now my ambition. No tuition, no nutrition, soul by soul right now, just listen. They make a complication, we don't need any constitution. I appreciate, don't spy my life, so look your vision. Lap I kill one live this session. Don't ask me more question, my rap does no citation. They give me congratulations when they see I made a new version. We go with new edition. Right now I make attention when they see me, they get vibration. Hard work, don't need vacation. I'm not afraid about your caution. Now girl, anybody need location. In this lap I drive the captain, no compression, no impression. Take care and make attention. I drop some rap, I wreck a fish outside of ocean. When suffer about your oxygen, me I don't care about your pressure. Right now, yeah. Huku kwetu usije utaacha ndala. Huyo ndo anaitwa White Tiger. Bwana kaua kinyama yani. Hizi flow za kinyamwezi wala so za bongo. Hizi flow za huko za mambele. Yani mwili mdogo afu kazi ni kubwa sana, yani unyama sana. Bwana umejua lini kama una kipaji cha kuimba? Mimi nimejua 2022. 2022. Yeah, ndio nilijua kwamba na kipaji cha kuchana. Ulikuwa unasimama kwenye majukwaa ya rappers ama? Of course nimepita kwenye majukwaa makubwa mengi sana. Ya kama 4 majukwaa makubwa. Yeah, of course. Lakini niligundua kipindi nimemaliza form 4. Yeah, kwa nikajua kwamba na kipaji, ndipo nikaanza kuperform na kukionyesha. Una manage vipi maisha yako ya masomo na music? In short, kwa hiyo jambo namshukuru sana Mungu, alhamdulillah, inaweza kumanage kwa sababu elimu pia ni muhimu, kupata elimu, lakini ni muhimu pia kukiendeleza kipaji. Kwa mimi na base same zote nasoma, ya hivyo nasoma, lakini pia sikiachi kipaji kwa sababu Mungu katupa kipaji ili mradi kwa sababu Mungu anasema amekupa talent ama nakupa talanta, ukiifungia anaichukua anampa mwingine. Okay. Kwenye social medias unajulikana kama nani? Social medias mimi najulikana kama White Tiger. Bwana ukitaka kumpata White Tiger ingia kwenye social media, Instagram, huko mjini Instagram kule ametapakaa kinoma kwa jina la White Tiger. Jamaa anachana, jamaa anaweza, jamaa anapiga freestyle. Bwana kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho, usiondoke. Campus Live. Katika wiki hii tutapata kuangalia ule ugeni wa kamati ya bunge ambayo imetembelea chuo cha elimu ya biashara CBE katika kukagua miundombinu, hususani lile jengo jipya la vipimo na viwango. Akijawahi kudorora chuo bora. Katika ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Deodatus Mwanyika ameipongeza CBE kwa kufikia 93% ya utekelezaji wa ujenzi huo, ambapo ghorofa hilo linajumuisha ghorofa 10 katika jengo hilo. Tupate taarifa kamili. Kwa sisi kwa ujumla, kama nilivyosema toka mwanzo, kwa kuangalia tumeridhika na kazi iliyofanyika hapa mpaka kipindi hiki. Inaonekana ni kazi nzuri. Unaposema bilioni 8 zimeingia, unaona wajenzi hapa watakubaliana, unaziona bilioni 8. Tungekuwa tuna mashaka kwamba na sio bilioni 8 tu na speed
ya construction inaridhisha vis-a-vis the investment ya fedha iliyowekwa. Kwa hiyo nadhani ni jambo linalotutia moyo kama kamati. Tunaondoka tukiwa tumeona kwamba kwa kweli CBE mko serious na hili jambo. Kwa hiyo kwenye jengo maelekezo mengine tumeyatoa kama ushauri. Tumeyatoa kama ushauri. Mkaangalie na muone kinachowezekana, na nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mlipokea na mtakwenda kukaa muone kipi cha kufanyika. Aidha, katika ziara hiyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Dennis Londo amebainisha kuwa jengo hilo litakuwa kitovu cha uwekezaji kwa wanafunzi ambao wanakwenda kusoma vipimo na viwango. Tupate taarifa kamili na alichokizungumza zaidi Mheshimiwa Dennis Londo. Jengo hili linajengwa mahali ambapo ni pakimkakati, linaenda kupunguza adha ya wanafunzi kuwa na mazingira ambayo sio rafiki ya kusomea, linaenda kuongeza tija katika udahili wa wanafunzi, lakini kuweka mazingira marafiki ya usomaji kwa wanafunzi. Kwa hiyo ni uhakika kwamba ujenzi wa jengo hili unaenda kuwa kitovu cha elimu ya biashara, hasa katika utekelezaji wa dira 2020-2050 kama Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anavyosisitiza kwamba tunataka kwenda kuwa na Tanzania ya viwanda, uchumi wa juu, lakini uchumi wa dola trilioni 1 hatuwezi kupata kama hatutawekeza kwenye biashara. Kwa hiyo ujenzi wa jengo hili unaenda kuboresha swala zima la vipimo, teknolojia ya biashara, lakini kutengeneza wanafunzi ambao watakuwa na uwezo katika sekta nzima ya biashara, sio tu ndani ya nchi lakini kikanda na kimataifa. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Elimu ya Biashara Profesa Eda Tanduloga pia amebainisha mipango mbalimbali ambayo Chuo cha Elimu ya Biashara imeipanga kwa upande wa miradi pamoja na taaluma. Twende tukamsikilize. Tunategemea kwamba tukishakamilisha hili jengo tutaweza kuongeza udahili wa wanafunzi zaidi ya 4160. Kwa kampasi ya hapa sasa tuna wanafunzi zaidi ya 15,000. Kwa tutaweza kuongeza udahili, lakini pia tutaweza kuongeza zile maabara na workshops kwa ajili ya programu yetu ya vipimo na viwango au metrology science. CBE ndio chuo pekee ambacho kinatoa elimu hii ya metrology science kuanzia level ya certificate, diploma mpaka bachelor katika Tanzania, lakini ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hivyo kwa kumaliza hili jengo tunategemea tutaenda kuwa na maabara za kisasa za kutosha, lakini kuongeza pia udahili kwenye hizi program. Maana sasa hivi tuna wanafunzi wengi wanaotamani kuja, lakini kutokana na mahitaji na miundombinu inakuwa haijitoshelezi. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, lakini pia tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kututengea budget na fedha ambazo zimetufanya sisi tumeweza kufanya hichi kikubwa na kuweza kuwa na huu mradi mkubwa ambao umeanza baada ya Mheshimiwa Rais kuanza hii awamu ya 6. Kwa hiyo tunampongeza sana kwa kutenga budget na kusaidia na kukiwezesha chuo kuwa na miundombinu ya kisasa. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa jitihada zaidi ili kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati ili tuweze kuweka mazingira bora kwa wanafunzi, na pia ili jengo litaweza pia kusaidia kufanya kama consultant services na kuwa maabara ya kisasa ambayo itakuwa international certified kwa ajili ya mambo ya vipimo na viwango. Campus Live. Na mpenzi mtazamaji wa CBE Television, naamini umeelimika, umeburudika, lakini pia umepata kuhabarika nini ambacho kimetokea katika CBE Updates. Wanafunzi wamejadili nini katika Elimika na Kimbweta, lakini pia umepata kujua uelewa wa haraka haraka wanafunzi katika ile segmenti yetu ya TT430. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi cha wiki ijayo. Usiondoke, tuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram CBE official _1965, lakini kule mjini YouTube, mjini Facebook. Langu jina ni Ari Daudi, lakini aliyekuwa nyuma ya kamera ni Elias Chavara. Bye bye. Campus Live.